Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu: jeshi la Marekani linatekeleza shambulizi kali dhidi ya kundi la Islamic State kaskazini magharibi mwa Nigeria. Rais wa Marekani Donald Trump ameamrisha jeshi la nchi yake kutekeleza shambulizi kali na hatari dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State nchini Nigeria. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tegar ameambia BBC kwamba mashambulizi hayo ya angani yalitekelezwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kwamba waliolengwa ni wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Aidha, waziri huyo amesema kwamba operesheni hiyo ya kijeshi ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu na kuongeza kwamba ilifanikishwa kutokana na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo kutoa taarifa muhimu za ujasusi. Katika taarifa iliyochapishwa siku ya Krismasi, Rais Trump amesema kwamba alikuwa ameshatoa onyo awali kwa aliowataja kama magaidi wachafu ambao wanawavamia Wakristo nchini Nigeria. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tegar amesisitiza kwamba mashambulizi hayo hayakuhusiana na swala la dini. Kikosi cha jeshi la Marekani linaloshughulikia Afrika, AFRICOM, limesema kwamba wapiganaji kadhaa waliuawa kwenye shambulio hilo. Mwezi Oktoba, Rais Trump alitishia kuingilia kati ikiwa Nigeria ingeshindwa kumaliza kile alichokitaja kama ghasia dhidi ya jamii za Wakristo. Sasa swali ni kwa nini Marekani imejihusisha na swala hili? Huyo hapa Makochi Okafor na maelezo zaidi. We have seen groups, tuna makundi mengi ya kijihadi kama vile Boko Haram, Islamic State, West African Providence na mengine mengi ambayo yamekuwa yakichipuka na kushambulia mashule, makanisa na hata misikiti. Siku chache zilizopita kulitokea shambulizi la mtu kujilipua nje ya msikiti, na hapo hakuna mtu ambaye amekiri kuhusika na shambulio hilo. Jambo kama hili sio nadra kutokea katika jimbo la Borno ambapo shambulizi lilifanyika msikitini. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Nigeria imekumbwa na tatizo hili, makundi mbalimbali yakijaribu kulazimisha jamii husika kukubali itikadi na maoni yao, ila pia jeshi la Nigeria limekuwa likikabiliana nayo, japo inaonekana kuna ongezeko la mashambulizi ya aina hii katika miaka ya hivi majuzi, hali ambayo huenda ikawa ndio sababu serikali ya Marekani kuamua kushirikiana na serikali ya Nigeria kudhibiti mambo. Mwisho wa taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa turejea Afrika Mashariki. Zikiwa zimesalia siku 20 pekee kabla Uganda kuandaa uchaguzi mkuu, maoni mseto yanazidi kuibuka kuhusu swala la watu kusalia katika vituo vya kupigia kura mara baada ya kupiga kura. Upinzani umetofautiana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Yeye amewataka wapiga kura kurejea nyumbani baada ya kupiga kura, lakini upinzani wanasisitiza wananchi lazima wasalie katika vituo ili kulinda kura. Mwandishi wetu Shuaib Ibrahim anaripoti kutoka Kampala. Kampeni za wanasiasa wa vyama mbalimbali vya kisiasa nchini Uganda zinazidi kushika kasi. Kwa sasa zimesalia siku 20 pekee kufika Januari 15, tarehe ambapo taifa hili la Afrika Mashariki linatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu. Mnamo Disemba 24, tume ya uchaguzi ilipokea zaidi ya karatasi milioni 21 za kura ambazo zinatarajiwa kuwatosha wapiga kura milioni 21 waliojisajili kushiriki kwenye uchaguzi huo. Wagombea 8 wameidhinishwa na tume ya uchaguzi kuwania kinyang'anyiro cha urais, ambapo 7 kati yao wanataka kumrithi Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa miongo 4 sasa. Na huku kila mmoja akiendeleza kampeni zake akinadi sera ambazo anahisi zinafikiana na mahitaji ya raia, kumezuka mjadala mkubwa nchini humo kuhusu swala la wapigaji kura kusalia katika vituo vya kupigia kura au kurejea majumbani mwao pindi baada ya kushiriki zoezi. Wapiga kura wenyewe wameelezea maoni yao tofauti kuhusu swala hilo. Jambo la kupiga kura eti kisha turudi nyumbani, hilo si jambo zuri. Napaswa kuhakikisha nalinda kura yangu kwa sababu ni mimi niliyeshiriki zoezi la upigaji kura. Katika kampeni zake, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amekuwa akiwahimiza wafuasi wake kusalia katika vituo vya kupigia kura baada ya kupiga kura ili kulinda kura zao. Matamshi hayo yamesababisha jawabu kali kutoka kwa vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi yenye jukumu la kuandaa uchaguzi. Lingekuwa jambo la busara kwa mpiga kura kurejea nyumbani baada ya kupiga kura ili itoe nafasi kwa wale ambao bado hawajapiga kura wapate nafasi ya kufanya hivyo. Lakini unapobaki kituoni kwa sababu ya sehemu finyu katika kituo cha kupiga kura, unasababisha msongamano. Maoni hayo mseto yameibua maoni mseto kuhusu iwapo tume ya uchaguzi itafuata mkondo wa sheria au maagizo ifikapo Januari 15. Ukikaa mita 20 utaona kitu gani?
Mwenye mtu ataona nini kitu ni yule jamaa. Kila mgombea anakubaliwa, parliament anakubaliwa watu wawili. Nafikiri kina president wanakubaliwa watu watatu. Kazi yao ni kuangalia kwamba kura inapigwa kwa wanafuatia sheria. Sasa wale watatu au wale wawili wanafanya kazi gani? Kwa sababu wao wakimaliza kupiga kura, wakimaliza kuhesabu, wanaweka vidole pale. So inaonyesha kwamba ni mambo ya siasa tu. Kwa sasa wagombea urais wanaendelea kunadi sera zao kwa wapiga kura kote nchini, lakini mara kwa mara vyombo vya dola vimeshutumiwa kwa kumshambulia mgombea urais Bobi Wine na kuzuia kampeni zake. Jeshi la polisi kwa upande wake linamshutumu Bobi Wine kwa kutofuata maagizo ya tume ya uchaguzi na hivyo kusababisha mvutano baina yake na vyombo vya usalama. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Kutoka Kampala tuelekee nchini Morocco ambapo heka za kuwania taji la ubingwa wa Afrika katika michuano ya AFCON inaendelea, lakini sasa macho na masikio ya wanaafrika Mashariki ni kesho katika mchezo utakaozikutanisha timu mbili kutoka ukanda huu. Taifa Stars ya Tanzania na The Cranes ya Uganda zinashuka katika uga wa Al Medina kuwania alama 3 muhimu baada ya kupoteza michezo yao yote ya ufunguzi. Omari Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Dabi ya Afrika Mashariki kwenye michuano ya AFCON itapigwa hapo kesho Jumamosi. Timu ya taifa ya Uganda, The Cranes, dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Timu hizi mbili zote zilipoteza michezo yao ya kwanza. Uganda akipoteza mbele ya Tunisia, Tanzania akipoteza mbele ya Nigeria. Shughuli itakuwa pevu kesho kwa mataifa haya mawili ya Afrika ya Mashariki. Sisi mchezo wetu wa kesho tunahitaji kushinda. Najua hautakuwa mwepesi kama watu wanapofikiria. Kama hivyo nilivyosema mwanzo, ni majirani zetu, tunafahamiana vizuri for each, lakini pia kila mchezaji anajua umuhimu wa kesho, na mimi naamini kama captain ambaye nimekuja kuwakilisha wachezaji wenzangu, kesho tunahitaji kushinda huu mchezo ili tuweze kujihakikishia mchezo ambao uko mwisho na Tunisia. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumzia mchezo wa Uganda ambao kila mtu anatamani kuona Tanzania inafanya vizuri, lakini mimi naamini kesho tutafanya vizuri kwa uwezo wa Mungu. We both have the chance. Sote tuna nafasi, ila inategemea matokeo ya hapo kesho. Ikiwa sisi kama Uganda tutapoteza mechi hiyo ya kesho, basi sidhani tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuingia raundi inayofuatia. Timu ambayo itashinda itajinyakulia pointi za kutosha na kuwa katika nafasi kubwa ya kuingia katika hatua ya muondoano. Kwa upande wao, mashabiki sasa wa Tanzania na Uganda, wao wanasemea vipi kuelekea mchezo huu wa kesho? Sisi tumekuja hapa kama Tanzania kwa ajili ya kuweka pengine hata rekodi ya kushinda mchezo wa kwanza katika mashindano ya AFCON, jambo ambalo halijawahi kufanyika hapo awali. Kitu ambacho mimi naona kinawezekana kutokana na ubora pia wa wachezaji ambao kama Tanzania tunao, lakini kwa sababu pia tunawafahamu vizuri Uganda, naona kitu ni jambo ambalo linawezekana kwa Tanzania kupata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kikubwa kinachotakiwa katika game ya Uganda sisi ni kupata matokeo. Hakuna kitu kingine ambacho kinahitajika, kwa sababu hata tukipata sare bado tutakuwa na wakati mgumu. Kwa hiyo sisi na Uganda do or die. I think Uganda is winning this one. Maoni yangu ni kuwa Uganda itashinda hata kama hatukucheza mechi yetu ya kwanza vizuri. Kocha wetu hafai kubahatisha tena jinsi alivyofanya kwa kukosa kumpa kipaumbele Alan Okello ambaye ni mchezaji anayependwa sana Uganda. Wakati Alan Okello yuko kwenye uwanja, tuna nafasi kubwa ya kupata ushindi. Dakika 90 za dabi ya Afrika Mashariki katika michuano hii ya AFCON itaamua nani ana nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri kwenye kundi hili C. Wewe mwana Afrika Mashariki, unafikiri nani atafanya vizuri, Tanzania ama Uganda? Nafikiri Kenya ndio watafanya bora zaidi katika kushangilia. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Asha Juma anarejelea makala za waridi wa BBC ambazo ziliwavutia watazamaji mwaka huu 2025.